Naam, hujambo mtazamaji, natumai wiki yako imeanza vyema. Kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa taarifa uzipendazo za Jukwaa la Ktn, ambapo tunakupasha mengi kuhusu taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari nchini, hasa kuhusiana na kule kuapishwa kwa gavana mpya wa kaunti ya Nyeri. Tunakumbuka kwamba alipokuwa akizungumza awali na mwanahabari Karo Nderi, aliibua swala ambalo lipo kinywani mwa wengi kwa hivi sasa kuhusiana na ile nafasi ya yeye kuweza kumchagua naibu wake, kwa sababu hilo halijawekwa kwenye katiba. Vile ambavyo tunajua kwa hivi sasa ni kwamba seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, ambaye ni kiongozi wa walio wengi katika bunge la seneti, ameandaa mswada ambao anapangia kuwasilisha katika bunge kujadili swala hili ili kutoa nafasi kwa naibu gavana, endapo kisa kama hicho kitatokea tena, kuweza kumchagua naibu wake ili waweze kusaidiana. Kwa sababu sasa kulingana na Mutahi Kahiga kwa hivi sasa anasema sasa ametukwa majukumu ya watu wawili, viongozi wawili, yeye ni gavana na pia anatumika sasa hivi kama naibu gavana, kwa sababu bado hana nafasi ya kumchagua naibu wake iwapo sheria haitabadilishwa. Tumepata kuzungumza na Kipchumba Murkomen muda mfupi uliopita, na amesema kwamba anatarajiwa kutia saini mswada huo hapo kesho, kisha kitakachofuata ni kuchapishwa na kujadiliwa ili kutoa suluhu na mwelekeo kuambatana na swala hili ambalo halikuwa limewekwa kwenye katiba. Lakini katika sehemu yetu ya swala nyeti leo, lingine ambalo tunalitupia darubini ni kikao cha mahakama hapo kesho, kikao cha mahakama ya juu kuambatana na kesi za kura ya urais ambazo zimewasilishwa katika mahakama ya juu. Tuko tukijadili mengi zaidi kuambatana na mwelekeo wa kesi hiyo, tukiangazia hasa ile hatua ya upande wa upinzani kujiondoa katika kesi hiyo ilimaanisha nini katika uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 26. Je, ilimaanisha kwamba uchaguzi huu ungefutiliwa mbali? Mahakama itakuwa ikiangazia swala hilo, na pia kuna lile swala la maeneo bunge fulani kukosa kushiriki kura hiyo. Je, hilo litakuwa na athari gani katika kesi hizi? Na pia tutakuwa tukiangazia mwelekeo ambao utatolewa na mahakama katika swala hili pasina kuingilia sana kesi yenyewe. Na leo tunakushirikisha kwa kuuliza, kwa kutathmini hali ilivyo nchini kwa hivi sasa, je, una imani kuwa uamuzi wa mahakama ya juu kwenye kesi za kura ya urais utaleta suluhu ya utata wa siasa uliopo nchini? Je, una imani kuwa uamuzi wa mahakama ya juu kwenye kesi za kura ya urais utaleta suluhu ya utata wa siasa uliopo nchini kwa hivi sasa? Kushiriki ni rahisi. Tutumia kauli zako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubeidaKananu @KTNews, ukitumia hashtag Jukwaa la Ktn. Leo tuko na mawakili wawili studioni ambao wamepitia kesi hizi, wanazifahamu, wanazielewa, watatufafanulia kinachotarajiwa kufanyika hapo kesho na mwelekeo wa kesi hii katika mahakama ya juu. Hapa hivi sasa tuko naye wakili Steve Ogola, karibu sana. Utatuarifu na mengi zaidi, na pia katika afisi zetu zilizoko katikati mwa jiji pia tutakuwa na wakili mwingine watufafanulie na kutupatia mwelekeo kuambatana na kesi hii. Lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Mutahi Kahiga apishwa kuwa gavana mpya wa Nyeri, akiwa gavana wa 4 kushika uongozi wa kaunti hiyo. In August, it was just about confirmation of our win. Our opponents know this. Political problems are solved politically. And that's why NASA is pursuing political methods. Wahusika waendelea kuwasilisha majibu yao mahakama ya juu kabla ya kikao cha kusikiliza kesi za kupinga matokeo ya urais hapo kesho. Introduction of new childhood vaccines like pneumococcal and rotavirus, increased level of ownership of the care we provide to our children. Na wasiwasi kuhusu idadi ya watoto wanaoathirika na homa ya mapafu, huku dawa mpya ikizinduliwa humo nchini. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Tuanze taarifa zetu katika kaunti ya Nyeri, ambako Mutahi Kahiga ndiye gavana mpya wa Nyeri baada ya hafla iliyofanyika mchana wa leo huko Nyeri. Kahiga anakuwa gavana wa 4 kutoa uongozi baada ya kifo cha daktari Wahome Gakuru aliyefariki juma lililopita. Hafla hiyo nje ya ofisi za gavana mjini Nyeri imehudhuriwa na mamia wakazi wa Nyeri, japo hakuna gavana yeyote wa sasa aliyehudhuria hafla hiyo. Hata hivyo, sherehe hiyo imehudhuriwa na kiongozi wa wengi bunge la seneti Kipchumba Murkomen na waziri wa habari na mawasiliano Joe Musheru. Tumsikilize gavana Kahiga akizungumza pindi tu baada ya kula kiapo.
I'm humbled to stand before you, having just sworn to the oath of office as the 4th governor of our great county of Nyeri. I was deeply shocked and saddened by the sudden and untimely death of our governor, the late Dr. Wahome Gakuru. This unbearable loss has robbed Nyeri County of a jewel in its crown. I cannot but pay tribute to our late governor, with whom we won the gubernatorial election just less than 3 months ago when I contested as a running mate. I have personally lost a dear friend, a fabulous boss, a cheerful comrade, and a courageous compatriot. Let me today convey my deepest sympathies to Catherine, our county first lady, and the boys, the family, friends, and the people of Nyeri and the nation at large. Tutagusia swala hili muda usiokuwa mrefu katika sehemu yetu ya swala nyeti, lakini tukiingilia swala lingine ambalo linaoana na mada yetu ya hii leo ni kwamba mahakama ya juu zaidi itafanya kikao cha kwanza hapo kesho kujadili kanuni na mpangilio utakaofuatwa katika kusikizwa kwa rufaa 3 zinazohusiana na ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi wa marudio ya urais wa Oktoba 26. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mwanasheria mkuu Profesa Githu Muigai kusajiliwa kama rafiki wa mahakama kwenye rufaa hizo, huku mwaniaji wa urais wa muungano wa Third Alliance akijumlishwa kwenye rufaa hizo. Siku ya mwisho kwa mahakama hiyo kutoa uamuzi kuhusu ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta ni Jumatatu wiki ijayo. Mtoto mmoja kati ya 5 hufariki kutokana na homa ya mapafu nchini. Utafiti unaonyesha kuwa kuchelewa kubainika kwa ugonjwa huu wa homa ya mapafu pia ni changamoto, huku ikibainika kuwa watoto wengi wanaopata homa hiyo hawapelekwi hospitalini. Haya yamesemwa wakati wa kongamano la kuadhimisha siku ya homa ya mapafu iliyoongozwa na Waziri wa Afya Daktari Cleopa Mailu, iliyoandaliwa hapa Nairobi mapema hii leo. Wakati huo huo, Kenya imezindua tembe mpya za dawa ya ugonjwa huo kwa watoto. To lose the battles. New approaches are required in management of many conditions, including pneumonia. New products are required, which are more potent and more user-friendly, so that we can combat disease. If you look at the development of amoxicillin, when it was first developed, it was developed as an injectable formulation. Then came the tablets, and what has most commonly been used for children is a syrup base. The syrup requires you to have clean water to reconstitute the powder, to measure it accurately, and to administer. We know we have challenges with access to clean water. And the importance to improve on investment in this area. You have seen the little investment that we have done from 2010. Hisia zimeendelea miongoni mwa walimu kufuatia mgogoro unaoendelea kati ya mbunge mteule na katibu mkuu Wilson Sossion pamoja na mwenyekiti anayeondoka Muzonzile. Wanachama wa NAT tawi la Murang'a Kusini wamekemea vikali hatua ya Sossion kumtimua ofisini Nzili na naibu wake Samson Kaguma. Wanachama hao walioghadhabishwa na hatua hiyo sasa wanamtaka Sossion kubatili uamuzi wake wanaosema ni kinyume cha sheria. Kama chama cha walimu hapa Murang'a South, tuko na masikitiko makubwa. Tumesikia tu hivi juzi na leo tumesoma katika magazeti kwamba our Secretary General Brother Wilson Sossion has written retirement letters to the National Chairman Brother Mudonziri, the first Vice National Chairman Mr. Samson Kagoma, and he has made them to retire. And he has even gone ahead to organize an election where we know the NEC must sit down and agree on the way forward of our union. He has assumed too much powers that any decision he makes, he purports as if it is the decision of all the teachers of Kenya. Na kwa kauli hizo, mtazamaji, tuingie sasa katika sehemu yetu ya swala nyeti ambayo umekuwa ukiitegea. Tujadili mambo kadha wa kadha ambayo hasa yanatajia ile kesi ambayo inatarajiwa kuanza kusikilizwa hapo kesho katika mahakama ya juu. Na hivi sasa tunaanza naye wakili Steve Ogola ambaye yuko hapa katika afisi zetu. Karibu sana wakili. Na labda kabla hatujaingilia hii kesi tutajie ile kauli ambayo ilitolewa awali na gavana mpya wa kaunti ya Nyeri kwamba sheria
haijatoa nafasi kwake yeye kumchagua naibu wake ambayo anaona ni pengo ambalo linawatatiza wengi wanaojipata katika nafasi aliyojipata. Je, ilikuwa ni kusudi katiba ikakosa kuzingatia swala hili, au ni vipi ambavyo kama taifa hatukubashiri matukio kama haya? Inaonyesha kwamba asante sana Zubeda. Inaonyesha kwamba katiba iko na upungufu fulani. Manake katiba haiwezi deal na every aspect of the issue. Hizi katoa suluhu katika kila swala ambalo pengine nchi inaweza zipata kwalo. Yaonekana kwamba wale ambao walikuwa wanatengeneza katiba walikuwa wanaongoza ile committee of experts katika kutayarisha katiba ya Kenya. Hawakuwa wanatarajia kwamba deputy governor angechukua hatamu za uongozi baada ya tuseme chini ya mwaka moja. Ndio maana sasa tukiona ile kitendo ambacho kimefanyika kule Nyeri ambapo governor aliaga, alifariki na kukaa sasa deputy anachukua nafasi yake baada tu ya miezi 6 peke yake. Watu wengine wanahisi kwamba ni muda mwingi sana kwa governor mpya kufanya kazi bila deputy, lakini sheria haijamruhusu kuteua deputy. Sheria kama hiyo nimesikia kukisema kwamba ulizungumza na Murkomen kwamba ametayarisha bill. Natarajia kwamba bill kama hiyo, sheria kama hiyo itakuwa ni ile ya amend constitution. Manake huwezi tengeneza sheria ya kwa bunge bila kubadilisha katiba na useme kwamba kuna nafasi sasa ya deputy governor. Lazima nafasi hiyo iwekwe katika katiba. Ndio tuseme kwamba kama deputy governor atachukua hatamu ya uongozi, naye atapewa nafasi ya kuappoint deputy governor. Lakini unajua kutakuwa na shida moja, na nimeona tayari ninaanza kuhisi kwamba uende kawa sheria hiyo haitafika mbali, kwa sababu katiba iko na ile ambayo tunaita architectural integrity and normative coherence. Yani inamaanisha ukijaribu kutengeneza ama kurekebisha sehemu moja ya katiba, lazima uchunguze kwamba, unajiulize kwamba je, ni sehemu vipi tena itabidi ni ufuatilie utengeneze ndio katiba ikuwe na ile balance. Manake ukijaribu kusikuleza kusema kwamba deputy governor anapokuwa governor na anaweza teua deputy wake, je, ukiangalia kipengele cha article 146 ambayo inasema vacancy, nafasi ya katika the office of the president, sheria hiyo na katiba inasema kwamba iwapo hakutakuwa na rais, deputy president atachukua hatamu kwa ile kipindi ambacho kitakuwa kimebaki. Je, manake pia huko pia kuna deputy anachukua hatamu ya uongozi, kutakuwa na nafasi, kutakuwa na haja pengine tena kubadilisha katiba ili deputy pia naye aweze kuteua deputy. Sasa masuala kama hayo ndio itafanyika, itaweza kwamba huenda ikafrustrate hiyo amendment. Manake unaona sasa imeanza kuaffect constitution in a very significant way, na unaweza endelea hivyo mpaka mwisho. Manake tena useme kama tuseme sababu ya kurekebisha katiba ili kuweka nafasi ya governor mteule ajichagulie tena deputy governor, inamaanisha kama huyo deputy tena atakuwa amefariki, tena atakuwa nafasi nyingine ya kuchagua deputy, ama sasa kutakuwa na uncertainty in the law. Naona ni kwamba jambo mzuri kufanya kisheria bila kuamend katiba ama kubadilisha katiba, ingekuwa bora kama kumekuwa na sheria kawaida ya bunge, an act of parliament, ambayo inasema kwamba deputy governor anapokuwa governor, naye sheria ikubali kwamba aweze kuteua wale ma-CEC, wale mawaziri wake, mmoja afanye zile shughuli za governor. Remember, governor mwenyewe, deputy governor hawana kazi kubwa sana katika chini ya katiba. Sheria inasema wanaweza pewa kazi na governor. Kwa hivyo governor mpya ambaye japokuwa hana deputy, lakini anaweza chagua wale mawaziri wake achukue nafasi yake bila kumuita deputy governor. Na hiyo itakuwa njia mzuri ili kufanya nchi kwenda mbele. Kenya hii awe na kikosi kizito ambacho kinaweza kumsaidia ili asiwe na mzigo mkubwa. Wajua tena kuendesha serikali si lazima kuwe na president ama deputy. Sababu kubwa kuwa na deputy president ama deputy governor ni kwamba kukitokea mambo kama haya ambayo tumeona huko Nyeri, kwamba the governor amefariki kwa bahati mbaya, sasa kukuwe na mtu ambaye anaweza shikilia ili nchi songe mbele ama county songe mbele. Lakini sasa kama kutakuwa na hiyo deputy, hiyo governor pia sasa atakuwa pengine haizi tena kuendelea, basi speaker atashikilia
kwa chini ya siku 60 ili uchaguzi ifanyike. I think ni njia mwafaka. Kenya hii tumekula na wakati wa Moi hatukuwa na vice president kwa zaidi ya mwaka moja. Lakini Kenya haikuathirika kivyovyote vile. Kwa hivyo hawa deputy governors, deputy president, yote anaweza fanya ile kazi ya deputy. Mawaziri wanaweza pewa hizo assignments, afanye hiyo kazi ya deputy ili kusaidia governor afanye kazi yake bila kubadilisha sheria. Na muda usio mrefu utakuwa ukitueleza iwapo mswada huo ambao unawasilishwa na Senator Kipchumba Murkomen, iwapo utapita, itamaanisha kwamba twende katika kura ya maoni ili kubadilisha katiba kama wa Kenya. Na pia katiba pia inatoa nafasi endapo naibu gavana atafariki kwa gavana kumchagua naibu mwingine. Atakuwa kitujibia hayo mtazamaji. Muda usio mrefu pia tutakuwa tukifungua laini zetu za simu upate kuwasiliana nasi kwenye sehemu yetu